hapa. Uje mambo vipi? Bwana, mimi niko safi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya au kwa kunipa kibali cha pumzi kwa siku ya leo, kwa sababu bila kibali chake au bila mapenzi yake nisingekuwa salama leo. Nisingekuwa naongea na wewe pia bro. Umeelewa? Kwa anatupenda. Umeelewa? Ndio maana tumekutana kwa wakati mwingine. Kwa mimi napenda kutumia kusema asante au amen. Yeah. Amen. Amen. Bana, happen sana kuhusiana na barua mliopeleka CAS na imerudi majibu kwamba Young Africans warudishe gurudumu nyumbani. Kwako imekaa vipi kupokea barua hii? Safi. Kwanza mimi nikupongeze mwandishi. Umeizungumzia vizuri, tofauti na waandishi wengine wangekuwa wanasema CAS wametupilia mbali kama wanavyosema watu wengine. Unajua swala la mpira linahitaji kwanza uwe na C3. C3. Umenielewa? Swala la mpira, unavyozungumzia mpira lazima uwe kwanza na C3. Bila C3 huwezi kuzungumza mpira. Umenielewa? Unakuja na makaratasi yako ya D. D unaenda nayo wapi? D unaenda nayo wapi? Hapa mpira unatakiwa uzungumze ukiwa na C3. Football, yani unakuwa unatakiwa uzungumze football kuanzia C3. Ndio tunasema wewe umekomaa kwenye mpira. Umenielewa? Kwanza niseme hiyo barua au taarifa kutoka CAS. Wachambuzi wengi, mashabiki wa Simba au tuseme Simba Sports Club imeshindwa kuchanganua ile barua. Unajua Kiingereza nacho kinaumiza. Ndio maana nikakwambia mpaka uwe na C ngapi? 3. Kama una C3, Kiingereza kwako kwanza kinakuwa mtihani. Mtihani mimi nakwambia. Utaishia definition. Hapa tunaenda kwenye mambo ya states. What state? Mle. Kimeelezwa kitu gani? Umenielewa? Sasa tunakuja kuangalia mustakabali mzima wa CAS. Imesema barua ile wameirudishia Yanga na kwamba warudi tena TFF kwa sababu ile barua imekosa viambatanisho vya nakala ya hukumu. Umenielewa? Kama hakuna nakala ya hukumu, maki irudi tena huku ili Yanga wapate nakala ya hukumu, ndo wakati ulifaa kwenda wapi? CAS. Kule ni mahakama ya suluhisho wa michezo. Kule hawasikilizi migogoro kwamba wewe ilikuwaje. Kule anaenda kwamba viambatanisho vyako ni hivi, na wanamuuliza wewe unayelalamikiwa, hebu jibu 1 2 3 viambatanisho hivi hapa. Wanaangalia yupi ana mashiko. Mwisho siku wanaamua kwamba bwana wewe umemnyonga haki kwa huyu. Unatakiwa ufanye 1 2 3 ili mwenzio akae sawa kwenye haki yake. Sasa tunakuja kuangalia kwa nini toka tarehe 8 ilivyoahirishwa dabi na mtu wa kwanza kuiandikia barua kwamba hatuleti timu ni klabu ya Simba, wote tunajua. Na taarifa tuliona rasmi kwenye peji ya Simba. Umenielewa? Baada hapo asubuhi katika sintofahamu bodi ya ligi ilisimama na msimamo wake. Wote tulipongeza kwa maamuzi yaliyo sahihi kwamba mchezo huu uko pale pale. Mchezo nambari 184 uko pale pale, na wadau muendelee kununua tiketi na kuuza tiketi. Vituo vyote vilivyotangazwa. Tukaenda kufika saa 8 mchana, mabadiliko yanatokea. Mchezo huu hautafanyika, kuna taratibu za uchunguzi na utapangiwa tarehe siku nyingine. Na Yanga pia hakusita baada ya kupata zile taarifa. Wakaiandikia taarifa wakatoa pia malalamiko yao kwa bodi ya ligi pamoja na TFF, wakishtumu bodi ya ligi kwamba hawana imani nayo. Kama Young African tuliandikia TFF ambaye ndio kiongozi wetu mkubwa au ndio mlezi wa mpira Tanzania. Umenielewa? Kwamba hatuna imani na bodi ya ligi. Tukawa mention pale Albas Kalsongo pamoja na Steven Mguto ndio wanaoendesha bodi ya ligi. Kwamba hatuna imani nao katika utendaji wao. Kama hatuna imani nao na kama kutakuwa na tarehe ya mabadiliko ya mchezo huu, mpaka waondolewe hawa, labda tunaweza tukadiscuss kurudi kwenye kwenye dabi. Lakini kama haitafanyika haya, hatuko tayari kupokea taarifa ya mchezo huo. Umeelewa?
Exactly. Baada hapo tulitegemea TFF itakuja na majibu kama ndo mlezi mkuu wa mpira Tanzania, atakuja na majibu ya usuluhisho kwamba okay fine, Simba, Yanga, bodi ya ligi, njoo tukae mezani. Shida iko sehemu gani? Tunataka kufanya soka letu liende kwa bora kama tunavyosema, bora nambari 4 kwa ligi yetu ni bora nambari 4 kwa ubora wa Afrika. Umeelewa? Lakini kilichokuja kuleta sintofahamu, kiongozi mkubwa kutoka TFF alikuwa nje kwenye majukumu mengine ya CAF, anarudi bila kukaa kumsikiliza Yanga malalamiko yake, bila kumsikiliza labda bodi ya ligi malalamiko yake, shida iko wapi? Wanakuja na majibu ya hewani yaliyoumiza mioyo kwamba hebu katazame au muwatazame viongozi wenu kama wako sahihi. Mbona kuna kwenye mamlaka yangu au kwenye utawala wangu klabu hiyo imenufaika zaidi kuliko klabu yoyote na imepata kuwa bingwa mara nyingi kuliko. Sasa unajiuliza kama mtu wa mpira, tunayeshindania kwenye nafasi hii ya kuwa bingwa safari hii ni nani na nani? Simba, Yanga. Mwandishi, tusimungunye maneno. Tunayeshindania kuwa mabingwa ni Yanga na Simba. Ni Yanga na Simba. That's why unakuta akiteleza huyu anaongoza ligi. Akiteleza huyu ligi hivyo inaenda inapinduka. Umenielewa? Mchezo umekuja kuahirishwa. Halafu mtu anakuja kusema mimi ndio klabu hiyo inayolalamika imenufaika zaidi na imekuwa bingwa mara nyingi wakati wa utawala wangu. Means unampa direction, go ahead, kwamba aliyopo nafasi ya pili aliyoahirisha mchezo huo ana mamlaka ya kumpa Simba bingwa. Si umenielewa? Kwa maana hapo ni maandalizi ya Simba kuwa bingwa. Yes. Yes. Sasa ni wakati Yanga turudi nyuma. Tusiwe na sauti yoyote kwenye maamuzi yao. Tusiwe na malalamiko yoyote kwenye utawala wao. Huo sio football. Sifa ya football tunapoteza. Sasa Yanga baada ya kutazama kwamba tayari tulishajua kwamba utaratibu wa CAS ili iweze kupokea malalamiko yoyote, umenielewa, isiwe zidi ya siku ngapi? 21. Zikiwa siku zaidi ya 21, CAS hawapokee kesi hiyo. Si umenielewa vizuri? Sasa nini kilichofuata? Kwamba ndio maana bodi ya ligi na TFF wakakaa kimya. Hawakutoa nakala hukumu yoyote wala kupangia tarehe mchezo ule. Wakiamini zikifika siku 21 Yanga hawezi kwenda CAS. Na tukipangia tarehe Yanga atacheza. Umenielewa? Sasa na utaratibu wa sheria kwamba unasema wazi kwamba lazima itolewe hukumu, hujalizika na ile hukumu ukate rufaa. Umenielewa? Baada ya kukata rufaa mako unaenda kwenye mahakama kubwa zaidi. Umenielewa? Ndio maana wengi sasa, kwa kuwa ndio maana nimekwambia bila C3 huwezi kuzungumza mpira. Mashabiki wa Simba na wachambuzi wengi wa Tanzania hawana C3, hawajui mpira. Hata kusoma nako kumekuwa changamoto. Mle kimeandikwa Kiingereza imekuwa ni changamoto. Hawajui. Ndio maana unakuta wamejikita kwamba ndani CAS imetupilia mbali kesi ya Yanga, wameshindwa. CAS hawajasema Yanga imeshindwa. Hawajasema Yanga. Kama mimi nakwambia, narudia, nasema niweke wazi hapa. Muulize au mshike shabiki yeyote wa Simba au mchambuzi yeyote, mwambie ndio naomba tuonyeshe kipengele kilichosema Yanga ameshindwa. Kwenye ile taarifa ya CAS Yanga ameshindwa, akuonyeshe. Akikuonyesha mimi nitakupa milioni. Akikuonyesha nakupa milioni. Ndio utajua kabisa kwamba hawa watu akilini hamna kitu. Wanatoka huko, sio wamesafirishwa kama vifurushi, wanakuja hapa wamekutana na media, bahati nzuri imewapa promo ya kuongea, wanaongea tu. Hawajui kwamba taarifa, yani ni watu ambao wanaendeshwa kwa miamko au na matamko. Ndio maana Yanga tulishasema kwamba sisi kwenye matamko au miamko tumetoka. Tunataka kufuata taratibu, sheria na kanuni zinasema nini. Mimi Uchebe Yanga leo hii ukiniuliza, umenielewa? Ni kanuni gani inayokupa mamlaka kufanya 1, 2, 3? Naweza nikakwambia.
Hebu tuweke wazi kwenye kanuni hapo, nazungumzia kanuni 1 2 3 ili watu wajue, Watanzania wajue zaidi kuhusiana ile barua ya CAS, ufafanulie kiundani zaidi. Ndio maana mimi nimekwambia kwamba nimekupa kitu kipande cha kwamba utaratibu wa kwenda CAS, umenielewa, kutoa malalamiko yako na waweze kukusikiliza, lazima yawe chini ya siku 21. Yasizidi siku 21. Umenielewa? Yasizidi siku 21. Lakini pia kwamba tunajua muongozo mzima kwamba lazima kesi hukumiwe. Umenielewa? Baada ya kuhukumiwa, Yanga ikata rufaa kwenye kupitia nchi yetu. Yaani kanuni inatuelekeza wazi. Umenielewa? Tuna bodi ya ligi. Tuna kamati ya rufaa inayohusika na rufaa ya michezo hapa Tanzania. Umenielewa? Baada ya hapo sasa kwamba tunaanza hapa, tunaenda rufaa, market TFF wamesha release kwamba okay fine, bodi ya ligi imeipangia mchezo labda Yanga, na TFF kwamba is okay, wamekupa go ahead kwamba lazima upangiwe mchezo na mchezo umepangiwa tarehe. Sisi Yanga tunakuwa tunapinga yale maamuzi kwamba okay, sisi hatujakubaliana na kupangiwa tarehe mpya ya huu mchezo. Tunachopingia ni 1 2 3. Umenielewa? Baada ya kuweka vielelezo vile, umenielewa, kwamba inatupa go ahead ya kukata rufaa. Tukisha kata rufaa, sasa pale tuna ile rufaa yetu ndio ina appeal wapi? CAS. CAS ndio anaangalia viambatanisho vyetu vya hukumu yetu imekuaje huku mwanzo ndani ya ligi. Umenielewa? Ndani ya ligi ligi TFF wamerelease kwamba jamaa imetolewa hukumu hii jamaa hajakubaliana nayo. Je, sisi ndo kule sasa ndo kuna wanasheria wakubwa wanaojua kuchakata taarifa zote za michezo. Sasa wanaanza kuangalia Yanga ameileta taarifa yake iko sahihi au sio sahihi, na mlalamikaji anapewa muda wa kuenda kujitetea. Mlalamikiwa akishaenda muda wa kujitetea, naye anapewa anatoa taarifa zake kwamba mimi nilihukumu kesi hii kutokana na 1 2 3, sikuona sababu ya kwamba nimemwonea huyu. Sio kama mnanielewa vizuri. Baada hapo wale wanaangalia pande zote mbili, ili swala liko sawa. Na tukiangalia dabi itatolewa taarifa na itaenda kuchezwa, na nimesikia baadhi ya uongozi wa Young Africans wakizungumzia kwamba dabi hatutocheza, na dabi wamesitiza sana dabi hatutocheza. Je, hii ni sura gani kwa soka letu la Tanzania? Mimi nataka nikwambie mwandishi, haiwezi kupangiwa tarehe yeyote ya mchezo bila kumhusisha Yanga. Haiwezi kupangiwa tarehe yeyote ya mchezo, haiwezi kutolewa tarehe yeyote ya mchezo bila Yanga kuhusika. Umenielewa? Bila Yanga kuhusika. Na kuhusika kwake ni haya maamuzi ambayo yalifanyika ya hovyo. Umenielewa? Unajua, tukiwa tunazungumza mpira, sidhani kama Watanzania wengi wanaweza kaelewa, kwa sababu wapo gizani kwenye football. Na tukiangalia, mimi napenda niseme kitu kimoja. Hebu utazame muongozo wa mpira au kanuni zetu zinatuelekeza kitu gani. Kanuni japo ni kitu kidogo sana. Kanuni ni kitu kidogo sana, hakiwezi kuizidi nguvu sheria. Si umenielewa? Sheria ina nguvu kuliko kanuni. Na ndio maana kuna wakati unaweza ukalifaa kwenye kanuni, ukaona kanuni inaleta maamuzi yasiyo na tija, unarudi kwenye sheria. Sheria inasemaje? Umenielewa? Sasa tunakuja kuangalia bodi ya ligi ile siku anailisha mchezo, taarifa wao walitoaje? Walitoa saa 8. Na moja ya vipengele ambavyo waliviainisha mnavikumbuka? Ulizungumzia kwamba Simba amezuiliwa kufanya mazoezi kabla ya mchezo. Naomba niweke wazi. Katika ile taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi ya kuahirisha mchezo, waliainisha baadhi ya vipengele ambavyo mimi nilivikoti vipengele 4. Umenielewa? Ndio ambavyo hizo ni sababu kubwa ambazo waliziweka. Wanamwambia kabisa Simba kutoa taarifa kwa meneja uwanja, Simba kutoa taarifa kwa timu mwenyeji, Simba kutoa taarifa kwa match commissioner. Pia kipengele cha mwisho
wameainisha kwamba katika ushahidi ulioletwa na Simba, wamebaini kwenye ushahidi uliopelekwa na Simba kwenye video zao, umenielewa, wamebaini sura za mabouncer wa Yanga. Nataka nikuulize mwandishi na Watanzania wote wanaonisikiliza, kama Simba kutoa taarifa kwa timu mwenyeji, make mwongozo unatutaka kabla hujaenda sehemu ya uwanja utoe taarifa kwa nani? Kwa timu mwenyeji, si ndio kweli? Si ndio hivyo? Yaani hata usipojua kusoma, hata picha tu unatakiwa uione, utambue huyu ni nani. Umenielewa? Usipojua kusoma, mtambue mtu kwa picha au tambua kitu kwa picha. Sasa tunakuja kutafakari kama kanuni inasema nani, wametuambia kwamba taarifa ya bodi ya ligi inadai Simba kutoa taarifa kwa timu mwenyeji. Umenielewa? Maana mwongozo unatudai Simba inatakiwa toe taarifa moja. Umeelewa? Jambo la pili, Simba kutoa taarifa kwa meneja uwanja. Umenielewa? Kama kutoa taarifa kwa meneja uwanja, maana mwongozo unatutaka Simba inatakiwa toe, timu yeyote inatakiwa itoe taarifa kwa nani? Kwa meneja ya uwanja. Umenielewa? Haya, ule uwanja wa Benjamin Mkapa ni wa serikali au wa mtu binafsi? Serikali. Meneja wa uwanja amewekwa na mtu binafsi au serikali? Serikali. Umenielewa? Kwa hiyo Simba alifanya mazoea. Simba alifanya mazoea. Na ndio maana hata Yanga kupewa taarifa kwamba Simba anaenda kufanya mazoezi. Lakini pia tujiulize Watanzania, ulishaiona kwamba Simba na Yanga siku zote wanapokuwa wanakutana, mara zote umeshasikia Simba na Yanga anaenda kufanya mazoezi pale? Ulishasikia? Kwa hiyo ile ilikuwa ni sababu isiyokuwa na msingi. Swala jingine walilosema, swala la match commissioner, tuachane nayo, yapo kwenye moja ya taarifa. Haya, bodi ya ligi inaainisha kwamba wametambua sura za mabouncer wa Yanga. Si unanielewa vizuri? Wangeniona mimi Uchebe pale, wangeniona sura yangu pale, wangesema nini? Mimi ndio nimepelekea kuwazuia Simba? Mimi ndio nimepelekea kuharibu mchezo? Mimi ni nani katika klabu ya Yanga? Mimi ni nani katika klabu ya Yanga? Mimi sio influencer. Mimi ni shabiki. Kwa hiyo shabiki ana nguvu ya kufanya nani mechi kairishwe? Shabiki ana nguvu ya kufanya mchezo wairishwe? Haya, mabouncer wa Yanga wapo kwenye pati gani ya wafanyakazi katika klabu? Mabouncer wa Yanga wapo kwenye pati gani ya wafanyakazi wa Yanga au wafanyakazi wa klabu? Wapo kwenye pati gani? Tunaona klabu zote au timu zote Tanzania zinazoshiriki ligi kuu zimesajili mabouncer wa Yanga kule. Nani wamesajili nani? Mabouncer wamesajili, wamewekwa katika sehemu ya wafanyakazi. Sasa kama watambuliki, unaanzaje kusema wale mabouncer wamewatambua kama watu wa Yanga? Na alileta impact gani ya kufanya mchezo usichezwe? Pengine una viashiria vinaonekana, ndio maana akazungumzia hivi. Viashiria vipi? Nataka nikupe kitu kimoja. Unajua sometime tunazungumza football. Tunazungumza football. Lazima uende sometime ulifanya factor. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna sababu kuu 3. Umenielewa? Zilizoainishwa zinatambulika na FIFA. Sababu kuu 3. Umenielewa? Ya kwanza inasema hivi: kukiwepo na kifo cha kiongozi mkuu au waziri mkuu wa nchi, inapelekea mechi kufanyaje? Kuahirishwa. Pili, inasema hivi: mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano nchi ambazo zina barafu, zina mvua nyingi kama sisi huku Tanzania, uwanja ukija maji, uwezo mchezo kafanyaje? Ukachezeka. Maana inapelekea mchezo kuahirishwa. Sababu ya 3, machafuko. Machafuko hayo ambayo yanaweza kapelekea mchezo kuahirishwa, kuwepo na machafuko ambayo vyombo vya ulinzi na usalama vikashindwa kudhibiti machafuko hayo, inapelekea mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Katika hizo sababu kuu 3 ambazo zimeainishwa na FIFA,
Unaona kuna sababu moja hapo yeyote ambayo ilifaa katika ile mchezo wa tarehe 8 kuahirishwa? Unaiona? Kwamba moja, wanasema timu ikiwa na wachezaji zaidi ya 3 kwenye national team inaweza kapelekea timu mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Na hiyo huwa tunaona mara nyingi. Tuachane hapo na kuna taarifa ambayo ipo sasa hivi inatembea katika mitandao ya kijamii ikizungumzia kwamba Simba baada ya Yanga baada ya kurudishwa barua na kasi wameamua kuchukua kubwa zaidi kwenda kuipeleka barua FIFA kuomba. Si hiyo ni kitu ambacho kiko vipi kwako wewe? Ameomba nani? Taarifa zipo zinatembea mitandaoni kuhusiana na baada ya kasi kuleta barua wameamua Young Africans kuchukua barua kupeleka zaidi pakubwa zaidi, maana ni FIFA. Hapana. Ndio maana mimi nimekwambia hiyo labda ni propaganda ambazo wamezianzisha mashabiki wa Simba kwa ajili ya labda kuchafua brand ya Yanga. Umenielewa? Tuna watu very smart. Umenielewa? Tuna watu very smart tofauti na wao. Sisi sio watu wa propaganda. Ndio maana nimekuelezea hata hapo mwanzo procedure zipoje. Na ndio maana sasa hivi sisi tulivyofungua kule tulivyotoa taarifa kasi sio ameturudishia tuanze mwanzo huku. Umenielewa? Baada hapo hukumu ikishatolewa tunachukua ile nakala sasa. Tunakata rufaa. Tukishakata rufaa tujalizika na nini? Na maamuzi yaliyofanywa. Baada hapo tunarudi kasi. Umenielewa? Endapo kasi tumeshindwa ndio watu tunafuata tena ngazi nyingine. Si kwamba kasi imeshindwa ndio maana karudisha nyumbani. Hajashindwa. Ndio maana nimekuelezea sababu ambayo kasi imeturudisha. Hakuna nakala ya hukumu. Umenielewa? Na hakuna sehemu ambapo tunaonyesha tumekata rufaa. Sio, umenielewa vizuri? Yes. Ndio maana kasi hajasema tumeshindwa. Kasi imetuwekea wazi kwamba sababu ya kuwarudisha kwamba hakuna nakala ya hukumu na hakuna sehemu ambapo mmekata rufaa. Sisi tunaanzaje kusuluhisha hili swala? Hatuwezi, huku sio sehemu ya majadiliano. Ni sehemu ya kuja na nini? Tunaenda kwa vielelezo. Wewe umekileta nini na huyu amekileta nini? Umenielewa? Kule hakuna kusema kama mahakamani hivi umekaa naanza kuulizana. Bwana Dayo nakudai milioni 2. Jaji anauliza kweli au si kweli? Hiyo kule haipo. Kule zinazungumza document. Kule zinazungumza nini? Document. Kwa sisi tutasubmit document zenye full maelezo. Na wao wasubmit document zenye full nini? Maelezo. Wale ndio wataangalia wapi wametenda haki na wapi ambapo wamekosea. Si umenipata vizuri? Kwa hiyo masuala ya kwenda sisi FIFA hayapo. Hatuwezi kwenda FIFA kabla kasi hatujamaliza. Hapo umenielewa vizuri? Yes. Jamaa. Wa Mayunga.